Naam, in case au fahamu, huko mtaani kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinazungumzwa, na moja kati ya kitu ambacho unaweza ukakisikia kwa vijana mtaani, mitandaoni kinaongelewa ni hiki kitu kinaitwa kumfikisha mtu kileleni. Kabla sijaokoka mimi nilikuwa ni kungwi, manake ni wale watu ambao unasikia wanafundisha kuhusu mapenzi, either staili za mapenzi, kufundisha watu juu ya nguvu za kiume, kuongeza ladha ya tendo la ndoa na mambo mengine ya kipuuzi kama hayo. Kwa mujibu wa kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 38, Bwana Yesu alikiita hiki kizazi cha mwisho kwamba ni kizazi cha uzinzi na dhambi. Manake shetani amewekeza mbinu nyingi sana za kuweza kuangusha watu katika uzinzi na katika uasherati. Kwa hiyo kuna akili nyingi ambayo shetani amewekeza kuwafanya vijana wengi wabaki wakiwaza ngono tu kwenye maisha. Wanawaza ngono asubuhi, ngono mchana, ngono usiku. Hicho ndicho ambacho wanakiwaza. Acha nikwambie kitu kijana mwenzangu, ndoa haijengwi kwa viuno vya kitandani. Ndoa haijengwi sijui kwa sura nzuri ambayo umeiona kwa mtu au uhandsome na ubeautiful wa mtu. Ndoa haijengwi kwa shape wala mahaba, lakini ndoa inajengwa na kuimarishwa na kutunzwa na yale maono ya kiungu ambayo yako katikati yenu. Hayo ndio ambayo huwa yanatunza ndoa, kwa sababu ukianza kuishi na mwanamke utakuja kugundua kwamba baada ya miezi kadhaa kinachowafanya muendelee tena kupendana sio shepu, sio sura na wala sio mahaba. Watu wengi ambao wanaongelea hizi takataka za kufika kileleni na vitu kama hivyo, sio kwamba kuna maandiko matakatifu wamesoma sehemu, sio kwamba sio kuna mafundisho fulani Roho Mtakatifu amewavuvia, lakini wengi wao utakuta ni kwa sababu ya utazamaji wa pornografia, kwa sababu kwenye pornografia ndiko huko ambako watu wanachukua staili kadha wa kadha ambazo watu wengine wameigiza. Acha nikwambie kitu kimoja, kile ambacho unakipata kwenye pornografia ni cha kishetani kabisa, kwa sababu wale watu ambao wanaigiza pornography ni watu ambao kuna roho zinawasukuma nyuma yao. Kwa hiyo wewe unaenda kuangalia maisha ambayo sio rili, yale maisha ni ya kuigiza. Maanake kuna watu wameamua kuigiza ili wapige hela, na sio tu kuigiza, lakini kuna roho ambazo zinawachochea nyuma yao. Hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye anaweza akajirekodi huko anafanya tendo la ndoa na binti au na kijana alafu akajiweka mtandaoni ili dunia nzima imuone. Kwa unaweza kuona kwamba ukianza kuchukua kile ambacho unajifunza kutoka kwenye pornography, unaingiza kwenye ndoa yako ushetani ambao muda sio mrefu utakuja kuisambaratisha hiyo ndoa. Hakuna mtu ambaye ataridhika kwa kutafuta utaalamu kutoka kwenye hizo picha, hizo video na mambo mengine machafu huko mitandaoni. Badala yake ni kwamba unazidi kujichochea na kuongeza tamaa za zinaa ndani yako, kwa sababu mwisho wa siku utaanza kushawishika kwamba kuna watu huenda wanafanya vizuri kuliko huyu niliye naye. Kwa hiyo ni mbaya sana, ambayo itakufanya usiweze kuifurahia ndoa yako. Acha nikuulize swali, hivi unadhani Adamu na Hawa, nani ambaye alikuja kuwafundisha kwamba tendo la ndoa lina staili sijui ya mende, staili sijui ya paka, staili gani? Hakuna ambaye aliwafundisha kuhusu tendo la ndoa, lakini ni wao wenyewe walijifunza wakiwa wenyewe, either ni chumbani au mahali kokote ambako walikuwa. Tendo la ndoa Mungu aliliumba special kwa ajili ya uzao, yani function kubwa ya tendo la ndoa ni kwa ajili ya uzalishaji, kupata watoto. Hiyo ndio function ya tendo la ndoa, na ndio maana unaona wanyama, ndege wanatumia lile tendo kwa ajili ya uzalishaji. Lakini sisi tumeligeuza limekuwa ni kama tendo fulani la kishetani tu ambalo halina utukufu wowote. Mwingine atasema, sasa mchungaji, wewe unataka tuishi kiroho tu, tusienjoy, tusifanye vizuri na kuwafurahisha wenza wetu. Siko hapa kusema kwamba unatakiwa kuishi kiroho. Ninachomaanisha ni kwamba akili zenu ninyi wawili ambao umeamua kuoana zinatosha kabisa kuwafundisha nini cha kufanya mnapokuwa wenyewe. Kwa hiyo hauhitaji kupata elimu nyingine ya nje, hauhitaji mtu mwingine ya kushawishi, hauhitaji kungwi, hauhitaji sijui mtumishi ambaye anafundisha kuhusu staili za mapenzi. Unachokihitaji ni wewe mwenyewe, akili yako na akili ya mwenza wako vinatosha kabisa kuwafanya mkafurahia hiki kitendo mkiwa wenyewe wawili. Mwisho kabisa, msimamo wetu bado ni ule ule kwamba zinaa haitatajwa kwangu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, shalom shalom.